Ni shamla shamla ndelemo na vifijo siku ya leo bana. Nicole anaolewa. Kwa hiyo shoga zake wanampa makumbato baridi pale na hongera nyingi. Baada ya muda mama yake Nicole naye akaingia, akampongeza pale na akamshukuru sana Mungu kwa hii hatua kubwa alopiga. Na wish babako angekuwa mzima ashuhudie hili. Dada mkubwa anaitwa Pearl akasema, mama, leo ni siku ya furaha, hakuna machozi, hakuna kulia, sawa?" Basi makumbato na nini. Huku upande wa pili tunakutana bwana harusi, anaitwa Ethan. Yuko na washikaji zake wote mabachela. Wamekuja tu kumsupport mshikaji wao. Kila mtu kala suti muda huo. Sasa huku kwa akina Nicole wakati wanapata picha za familia, mama akapigiwa simu akaokota. Kuna watu walikuwa na waelekeza wafike eneo la tukio, hivyo ikambidi atoke nje kabisa. Baada ya muda Pearl naye akaondoka. Ni mwanakamati huyu na kuna kreti zimepelea huko. Hapo kuna dada anaitwa Jack akaja na zawadi ya Nicole kutoka kwa mume wake Ethan. Nicole akaipokea kwa bashasha kubwa, akakaa chini. Akaanza kuifungua sasa aone kuna nini. Akapambana kishenzi kufungua boksi, lilikuwa limefungwa kisawasawa. Ile anafungua hivi, anakutana na picha ya mume wake yupo kitandani na huyu Jack shoga yake, na wako wa mnyama. Hii ilimpiga usoni hadi Jack mwenyewe. Nicole akaanza kumpiga Jack, kwa nini amfanyie hivi? Huku kwa Ethan na washikaji zake wanagonga cheers, wanamtakia mchizi maisha mema kwenye ndoa yake na ndoa idumu sana. Hapo Nicole akaingia na lia kishenzi, "Ethan, kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini? Yaani shoga yangu kabisa." Mchizi akawa haelewi, ndo akaiona ile picha. Akashtuka kishenzi, akatoa na miwani kabisa. "Nataka uniangalie machoni na unielezee vizuri." Ethan kapatwa kigugumizi kikali, hakuna neno linalosikika. "Yaani shoga yangu, hii ni siku mbaya sana maishani mwangu." Akaondoka eneo la tukio. Nicole akashuka mpaka huku chini, akaanza kupunguza uzito taratibu. Akatoka nje, akavua na viatu, akaanza kukimbia sasa. Huku ndani washikaji zake Ethan wakamuuliza, "Ulikuwa unafikiria nini wewe mzee?" Chizi anasema yeye mwenyewe haelewi hii kitu imetokeaje. Kulikuwa na mwana kala suti nyeupe akasema, "Ni heri umfuate Nicole umbembeleze akubali kuolewa na wewe." Na mwingine akasema, "Ndio nenda." Ethan akatoka nduki kumwahi mke wake mtarajiwa. Huku nje akakutana na Jack. Jack akamwambia mchizi kwamba Nicole aliondoka tu mara baada ya kuona zile picha zao. Sasa nani alizitoa hizo picha? Ethan mwenyewe hajui nani kazileta hapa. Basi akatoka race hivyo, inabidi ampate kwanza Nicole. Wazee wa kazi nao wakawa wanafuata kwa nyuma. Lazima wale msosi leo, haiwezekani shughuli ife dakika za mwisho. Tumechanga bana. Nicole akakimbia mpaka hii mitaa ambapo kulikuwa na dereva taxi anamshusha mteja wake kwa kelele nyingi. Alitakiwa kumlipa buku 10, akamlipa buku 5 tu. Kisha akaondoka. Hapo Nicole akaingia akasema, "Taxi tafadhali, naomba unitoe ili eneo." "Kimetokea nini?" Mimi nitakulipa, unataka pesa sio? Mimi nitakulipa hata zaidi yake. Kwani shingapi? Elfu 20, 30, 40, 50 au 100,000. Mimi nitakulipa wewe, twende tu. "Kwa utanilipa 100,000?" "Ndio, kiasi chochote, nitoe tu ili eneo hapa." Akajibwaga kwenye gari. Licha hayo yote mchizi akawa bado anamuwaza tu mteja alompa buku 5. Mara Ethan naye akapita hapa, kageuka, "Mzee, umeona kuna biharusi anapita haya maeneo?" "Oh, biharusi?" "Ndio, muelezee vizuri." Ni mwembamba hivi." "Oh, mwembamba, ana mwili mdogo hivi." Huyo, na wala sio mrefu wala mfupi." Ndio huyo. Kwa hiyo kapita hapa." Mchizi akumjibu, "Nyo, nikutajia alipo uondoke na mteja wangu wa 100,000. Kwa hiyo akaingia kwenye gari, washikaji zake Ethan nao akapita. Yaani wako na ndugu yao mpaka ndoa ifungwe. Basi bana, safari ikaanza. Kwa hiyo huyu mchizi dereva taxi anaitwa Austin. Akawa anamshangaa tu Nicole analia kishenzi. Hataki kabisa kujihusisha na matatizo yake, maana alionayo anamtosha. Kwa hiyo akawa anamchungulia tu kwa ananyosha goti. Huku familia nayo katoka kumtafuta Nicole. Mama analia kishenzi muda huo. Baada ya muda Ethan akarudi. Mama akaanza kumvuta amwambie binti yake uko wapi. Hii ndoa imeshavurugika, maana kila mwenye suti akawa anavutwa tu. Huku Austin akamleta Nicole mpaka nje ya mji kabisa, kisha akapaki pembeni. Nicole akauliza, "Kwa nini umepaki sasa?" Chizi akasema, "Siwezi kuendesha bila direction. Ukuniambia unakwenda wapi?" Nicole akasema, "Wewe nenda popote tu tafadhali." Mwana akakataa akasema, "Mimi siwezi kufanya hivyo. Mimi nitakulipa, nimeshakwambia nitakulipa unachotaka. Wewe nipeleke tu popote." Chizi akasema, "Najua utalipa, lakini naona ushuke tu uchukue usafiri mwingine tafadhali. Kama ni kuhusu pesa nitakulipa mara 2. Madam, haijalishi hata kama utanilipa mara 3. Wewe nilipe tu hela hii safari, alafu ushuke uendelee kutafuta gari nyingine huko." Nicole kujicheki hata simu yake hana, hivyo hawezi kumlipa jamaa kwa sababu hana keshi pia. Mchizi akachoka. Akasema, "Ni sawa tu, leo ni siku yangu mbaya, kwa hiyo ni sawa tu, wewe shuka." Nicole bado akawa anamuomba asimuache hapa, basi amsogeze hata sehemu. Austin akagoma. Akamuomba tu ashuke kwenye gari. Basi Nicole kinyonge sana akashuka. Mchizi naye akaondoka eneo la tukio. Basi mdada akaanza kutembea peku hapa mjini. Leo ilikuwa ni siku yake nzuri sana kwenye maisha yake, lakini kabla haijakamilika imegeuka kuwa siku mbaya sana kwenye maisha yake. Ilibaki kidogo tu aolewe na tapeli.
Frida's Hair TZ tunauza human hair wigs aina zote, raw ya ukweli kabisa kutoka Cambodian, Malaysian hadi Peruvian ambazo unaweza kuvaa bila hata tone ya gundi. Tunashonea weaving, tunasuka tied knots, tunafanya wig revamp, yani hata kama wigi yako imechoka tunaifanya na kuwa mpya kabisa. Pia tunauza all accessories kama mafuta ya wigi, spray na mengine mengi. Ukiwa na wigi yako pia tuletee, tutaifanya uweze kuivaa bila gundi. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Sinzamori, opposite na kituo cha mafuta cha Big Boni. Dodoma tupo Chako ni Chako, na Mwanza tupo kona ya Bweru. Tunatuma mizigo kwa uaminifu mkubwa mikoa yote Tanzania na hata nchi jirani pia. Nasubiri nini? Frida's Hair TZ, best quality hair at affordable price. Basi bana, Nicole akazunguka hapa mjini mpaka mishale fulani vya saa 1 usiku. Mwana alipita na gari hapa darajani akamuona. Akamuonea huruma sana, akaamua kumsaidia tu. Ambebe tena ampeleke mpaka kwao ikiwezekana, hata kama hatomlipa. Basi wakaja kukaa ile eneo kwanza. Nicole akaanza kumuelezea Austin ilivyokuwa. Jinsi alivyoamka kwa furaha leo. Alitegemea ingekuwa siku ya furaha sana kwake, lakini mwisho akaletoa picha za mume wake anampiga mabusu rafiki yake kabisa. Anasema hayo waga na hayaonaga kwenye movie tu. Hayakutakiwa kabisa kumtokea yeye. Na swali kubwa analojiuliza ni kwamba wamekuwa wakifanya hivyo kwa muda gani? Kwa nini hakujua siku zote hizo? Austin akamwambia, hayo sio makosa yako kutokujua, kwa sababu ulimuamini sana. Kwa hiyo hakukuwa na upenyo wa wewe kuhisi au kustukia chochote. Akampa pole sana kwa aliyomkuta. Basi wakala maji pale. Nicole akamshukuru sana Austin, hamjui lakini kaamua kuacha kazi zake na kumzingatia yeye. Kwa hiyo anashukuru sana. Mchizi akamwambia usijali, lakini muda umekwenda sana. Sasa naomba nikupeleke nyumbani. Nicole akasema hapana. Hataki kabisa kwenda nyumbani sasa hivi. Hataki kukutana na yoyote. Austin akamwambia, sasa huwezi kuendelea kukimbia kila mtu. Nicole akasema wewe niache tu niendelee kukimbia mpaka pale nitakaposhindwa kukimbia zaidi. Mchizi akasema basi sawa, niambie nikupeleke wapi? Nicole akasema popote tu, au labda kwako. Nyumbani kwangu? Mchizi akacheka kwanza. Yaani nikupeleke kwangu? Samahani lakini siwezi kukupeleka kwangu, kwa sababu ndo tumekutana tu na bado unijui vizuri. Nicole akasema lakini najua wewe ni mtu mzuri. Umeacha kazi zako, umekaa na mimi hapa, umenizingatia, wewe ni mtu mzuri. Baada ya kuombwa sana, Austin akakubali kwenda naye kwake, lakini atamrudisha kwao kesho asubuhi na mapema. Nicole akasema sawa. Basi moja kwa moja mpaka kwa Mchizi. Bi harusi kadondokea kwenye geto la dereva taxi. Mchizi akampeleka chumbani akamwambia, hiki ni chumba changu, lakini kiuhalisia nina share na rafiki yangu. Nicole akasema nisameheni kwa kuwaingilia. Austin akasema hakuna shida, kwa sababu Mchizi arudi nyumbani leo, alafu mimi nitalala sebleni pale. Nicole akashukuru tu. Mchizi akaenda kwenye kabati akamchekia nguo ambazo zitamfaa ili abadilishe hilo gauni. Akapata tu pisi moja alikuwa hajawahi hata kuifungua, akampatia. Akamuelekeza na bafuni pia, kisha akaondoka. Akaja kujibwaga kwenye kochi huku. Baada ya muda kidogo tu akaingia mchizi wake ambaye waga wanaishi pamoja huko ndani, anaitwa Tega. Mchizi akamuuliza unafanya nini hapa? Tega akasema kwani nimeingia nyumba ya watu au? Mchizi akasema hapana. Lakini si ulisema leo hauji wewe? Unalala huko kazini? Mchizi akasema ndio, lakini nimebadili maamuzi. Alafu nimechoka, ngoja nikaoge. Mchizi akamzuia atulie kwanza. Kisha akakaa akamuelezea mchongo mzima ulivyokaa. Tega akasema ingawa sijapenda ulivyomleta hapa nyumbani, lakini ni heri umefanya jambo jema sana. Ila Mchizi kazingua Sasa kwa nini akaruka na shoga yake? Majibu hawana. Basi washikaji wakajigawa kwa kuwa wana kochi moja tu. Tega akalala kwenye kochi, aliyeleta mgeni akalala kwenye kiti. Mida usiku mwingi huku ndani Nicole usingizi ya upande. Akatoka sebleni akakuta washikaji wamejibwaga hapa. Akachukua simu ya Austin, akamtoa kofia taratibu, akafungua Face ID. Si unajua Face ID za Android zinafunguka hata kama mtu kafumba macho. Kwa hiyo akarudi na simu chumbani, kisha akampigia dada yake Pel. Akamjuza tu kwamba yeye ni mzima. Pel akasisitiza kujua yuko wapi ili waje kumchukua. Nicole akamtajia anwani. Basi bana, kesho yake asubuhi Mchizi anajigeuza kwenye kiti. Hemu ashumu mtu anajigeuza kwenye kiti. Tega akasogea akamwamsha. Mchizi kimya. Akasogea akampiga shati. Alikurupuka huyo mpaka kabinukia kwenye kochi. Kuna shida gani? We mzee, huoni muda? Hemu kamtoe mgeni wako huko, nataka nikaoge eti. Austin akaingia sasa kumwamsha Nicole, kwani alimkuta sasa muda mno ameshaondoka. Akatoka sebleni akamuuliza Tega, ulimuona akitoka? Tega akasema nani huyo? Mgeni wangu. Mimi sijaona mtu. Kaondoka bila kuaga. Nicole muda mno ameshafika kwao, analia tu kwenye mapaja ya dada yake. Anaumia, anasema kapoteza watu wawili muhimu sana kwenye maisha yake. Mwanaume ambaye alidhani ataishi naye maisha yake yote aliyobaki, pamoja na shoga yake. Punde mama akaingia na chakula ili amlishe. Mara mlango unagongwa. Pela akatoka kwenda kucheki ni nani anagonga. Kufungua mlango hivi anakutana na Ethan. Akataka kufunga Mchizi akaomba ongee tu kidogo na Nicole. Pela akamkatalia, akafunga mlango na familia nzima ina hasira kishenzi na Mchizi. Siku kadhaa mbele, Jaka akaja kwa Ethan. Wakakaa kujiuliza sasa. Jaka akasema amejaribu sana kumpigia Nicole lakini hampati. Mchizi akasema wewe unampigia tu. Mimi kila siku naenda pale kwake lakini sipati nafasi hata ya kuongea naye. Jaka akasema lakini tumefeli pakubwa sana. Haikutakiwa mtu yoyote ajue.
na najiuliza sana imekuaje zile picha zikamfikia. Kisha akamuuliza Jackie kwamba wewe ndo ulifanya hili? Mimi? Kwa nini nifanye hivyo? Kwa sababu ukutaka nimuoe yeye. Sasa kwa nini nisubiri mpaka siku ya harusi? Hivyo unajua mimi nilikuwa msimamizi wake ile siku. Sasa kama sio Jackie mwenyewe, itakuwa ni nani? Baada ya kukosa majibu, Jackie akaanza kumlegezea sauti mchizi. Huku nako Nicole akaanza kutapika ovyo, dalili za mimba hizo. Akaogopa sana, sasa itakuwaje? Akaanza kupiga hesabu lakini majibu hapati. Hivyo akaenda pharmacy akanunua vipimo vya mimba vitatu kabisa. Wakati wa kuondoka akarequest taxi. Ikaja taxi ya Austin. Ile anaingia hivi akastuka kishenzi. Akawa anajisi aibu safari nzima. Akaona tu aombe samahani kwa kuondoka kimya kimya. Chizi akasema hakuna haja ya samahani, lakini pia ukutakiwa tu kuondoka vile, uliniacha na wasiwasi sana. Wakaendelea na stori za hapa na pale kujuliana hali na nini. Sasa Nicole akafika mpaka nyumbani na mchizi akaondoka, vipimo havioni. Wanakumbuka bana aliviacha kwenye gari ya jamaa. Kabla hajajua la kufanya mlango ukagongwa. Kwenda kufungua akakutana mchizi kamletea vitu vyake. Nicole akashukuru. Pia mchizi akamtakia kila laheri kwenye kujipima kwake. Samahani lakini nilichungulia kidogo nikaona ni vipimo. Nicole akasema sawa, kuna shida. Pia akamwomba mchizi abaki asiondoke kwa sababu anataka kujipima mimba na ana wasiwasi sana, kwa hiyo anahitaji mtu awepo walau wa kuongea naye tu. Austin akakubali akaingia ndani. Na kweli mzee, baada ya kupima vipimo vyote vitatu vinaonesha mimba imo. Nicole akaanza kulia haamini. Anasema kwa nini kitu kizuri kimekuja wakati mbaya? Austin akamsogelea akawa anamtuliza pale. Nicole anajiuliza sasa atafanyaje? Austin akamwambia sio lazima uwe na majibu sasa hivi. Ni sawa kabisa kujihisi kama umechanganyikiwa, hujui la kufanya, yani ni sawa kabisa kutokuwa sawa sasa hivi. Mwana alifanya vizuri kazi iliyomleta humu ndani ya kumtuliza Nicole. Mwisho mdada akamkumbatia tu mchizi huko analia. Baadaye dada yake Pela akaja hapa nyumbani. Nicole akamwambia pia hizo taarifa. Sasa ikabidi wamuite Ethan kumpa hizi taarifa pia. Mchizi akafurahi kishenzi baada ya kulijua hilo. Washikaji wanamwangalia tu, wanaona wamefeli pakubwa sana. Ethan akamsogelea Nicole akajaribu kumpongeza. Nicole kimya. Mchizi akaingiza swala la kurudiana, hapo ndo akamtibua Nicole, akamwashia moto kishenzi kisha akaingia ndani. Hataki kabisa habari za kurudiana na huyu jamaa. Huku Austin akanunua matunda ili ampelekee rafiki yake Nicole, Makijacho. Tega akatokea akakwapua epo moja kisha akalichimbia kwenye draw. Austin akarudi, mchizi akamuuliza unaenda wapi na hayo matunda? Austin akasema nampelekea Nicole, nilisikia matunda ni mazuri sana kwa wajawazito, kwa hiyo akaona mbona maepo yanapelea. Akajua tu Tega atakuwa kanyofoa moja. Hivyo akamsogelea akamwambia mkaa vizuri. Kaa vizuri, kuna kitu nataka kuangalia. Kufungua draw akalikuta epo bana. Akamwambia unapenda maepo unapenda kula Aya ngata basi. Kwa hiyo umenidaka sio? Austin akamuaga akaondoka. Tega akaanza kujiuliza, sikumbuki mara ya mwisho ni lini nimeona matunda humu ndani. Halafu jamaa anapeleka matunda kwa mwanamke ambaye kabeba mimba ya mtu mwingine. Hai. Basi kweli mzee, matunda akafika eneo la tukio. Austin akaingia ndani, Nicole akamtambulisha kwa wazee. Mama, huyu ndo dereva wa Uber alonisaidia ile siku. Mama akafurahi sana kumuona, akamkaribisha akae kabisa. Basi bana, Ethan naye kuacha kuja hapa kwa Nicole. Anakuja na maua na nini, Nicole anayapokea kisha anamuuliza unataka nini kingine? Yaani aongee chapchapu aondoke. Punde akatokea Austin, yeye akakaribishwa ndani. Mchizi akashangaa, huyu si ndio yule dereva taxi njaa kali? Nicole akamfungia mlango Ethan. Basi hivyo taratibu Nicole na Austin wakawa karibu sana, story nyingi, wanajuana taratibu. Austin akiambiwa ajielezea akawa anasisitiza sana kwamba yeye yuko single. Pia akamwambia Nicole kwamba ana vipaumbele vyake vingine ambavyo anavifanya pia. Kuna app anaitengeneza ambayo mtu anaweza kuingia na kufanya booking ya service mbalimbali. Nicole akauliza inafanyaje kazi hiyo? Mchizi akasema watu wanaotoa huduma mbalimbali watajisajili. Uwe fundi garage, fundi bomba, yani mtu yoyote ambaye unatoa huduma kwenye jamii. Pia utasema unatoa huduma gani ili watu wanaotumia app waweze kukufikia kirahisi. Nicole akampongeza kwa wazo zuri sana. Mchizi akasema lakini hana uhakika kama hilo wazo lake litafanikiwa, kwa sababu app inahitaji vitu vingi sana mpaka kukamilika, na nimejaribu kutafuta wawekezaji kadhaa lakini wamenichunia tu. Nicole akamwambia lakini asikate tamaa, endelee kuamini tu. Kwa hiyo Nicole alivyorudi nyumbani usiku akaanza kufuatilia makampuni makubwa ambayo yanaweza kuweka hela. Akampigia na dada yake akamwomba amsaidie kuyapata. Kwa hiyo kesho yake Nicole akamuita Austin nyumbani na akamwambia kuna makampuni kadhaa ameyapata ambayo anaweza kuwekeza kwake. Wakaanza kuyafuatilia pale. Siku kadhaa mbele Ethan akaja hapa nyumbani na akamwandalia chai Nicole. Anajaribu kusafisha madhambi yake. Kwa hiyo akamvutia kiti Nicole akakaa. Anafanya yote kwa mgongo kwamba anamzingatia yeye ni mjamzito, kabeba mtoto wake na nini. Akawa anaomba na misamaha mingi. Lakini pia Nicole akaendelea kumsaidia Austin kutengeneza proposal nzito ambayo ikiwafikia wakulu wasiweze kuchomoa. Kila siku akawa anakutana. Anafanya mazoezi ya kuongea na nini, anaongeza confidence taratibu. Mwisho wa siku wakarekodi video ya kuambatanisha kwenye proposal yao sasa. Muda huo Nicole yuko pembeni anafurahi tu, mchizi anaongea vizuri sana. Basi ikapita miezi mingi na mimba Nicole imekuwa sasa. Na uwezi amini Nicole akaanza kumsamehe Ethan taratibu. Kwa hiyo mabusu ya mapaji ya uso na nini.
Huku nako Austin akapokea email kutoka Uchena Mbunabu Foundation kwamba wamekubali proposal yake na wako tayari kuweka mzigo wa kutosha mezani. Alianza kupiga kelele kama kichaa humu ndani. Mshikaji wake Tega akatokea akampa hizo taarifa, akafurahi kishenzi. Mchizi akatoka moja kwa moja akaja kwa Nicole akampa hizo taarifa pia. Wakafurahi sana kwa pamoja. Basi mchizi akala tai nyingi, akakaa sasa kufanya interview na mabosi kuelezea jinsi mifumo inavyofanya kazi na nini. Baada ya kupambana na hiyo interview mpaka ikaisha, basi wote wakawa wamechoka sana, wakalala wote hapa sebleni. Mama akawakuta asubuhi akawakurupua pale. Kinaendelea nini hapa? Tulikuwa tumelala tu mama. Austin huyo akajiondokea. Nicole, yani unalala na mwanaume mwingine wakati una mimba ya mwanaume mwingine? Ha mama, hapana bana. Mama akamchamba pale kisha akaondoka. Mchizi akaileta story kama ilivyo kwa Tega. Tega akacheka kishenzi. Mchizi akamuuliza, sasa utalalaje kwa mwanamke tena mjamzito? Kwani wewe ndio umempa mimba? Austin akasema haikupangwa iwe hivyo, imetokea bahati mbaya tu. Nilikuwa nafanya interview tukachoka tukalala. Tega akamwambia basi sawa kama ni hivyo, ila ni heri tu ukubali kwamba unampenda huyo mwanamke. Ukikubali mapema itakuwa ni nzuri zaidi kwako. Mchizi akaona namzingua tu. Huku nako familia ikamkubali Ethan. Wakawa wanamwalika hapa nyumbani kwa ajili ya chakula na nini. Pele naye akamshauri mdogo wake kwamba ni heri abaki na Ethan tu kwa sasa, asimkwepe kwa sababu kuwa mzazi peke yako ni ngumu sana. Najua alikuumiza lakini at least jaribu kumpa nafasi tena. Ethan mwenyewe akana komalia huo msamaha na pika kishenzi. Kuna siku Austin akaja kwa Nicole. Mama akafungua mlango. Austin akasema kaja kumuona Nicole. Mama akasema Nicole hayupo. Una uhakika mama? Maana nilimpigia simu kabla sijatoka nyumbani na akaniambia yupo. Kwa hiyo mimi muongo sio? Kwanza na kazi ndani. Akafunga mlango. Basi washikaji kabidi waanze kukutana kwenye gari tu, maana nyumbani hapafai tena. Na leo hii Austin akaamua kumfungukia ukweli Nicole kwamba anampenda. Ile taarifa ilimpiga usoni Nicole, akarudi nyumbani akawa anawaza sana. Sasa itakuwaje? Yuko dilema. Mama naye hamtaki kabisa Austin sasa hivi. Alafu pia muda huo mahusiano na Ethan yanazidi kurudi taratibu tu. Familia nayo imeshamsamehe kabisa. Basi Nicole akawa anachagua, akaamua tu kumkubali Ethan. Wiki moja baadaye Austin akaja hapa nyumbani. Nicole baada ya kufungua mlango akastuka. Chiza akamwambia nimekupigia sana simu lakini haupokei. Nicole anashindwa hata mjibu nini. Ethan huko ndani akamuita, baby njoo uone. Haya nakuja. Hivyo akamwaga tu jamaa hapa kwamba atampigia waongee kisha akamfungia mlango. Inauma sana roho. Basi mchizi akarudi nyumbani kapoa kishenzi. Tega akawa anamwambia, lakini nilikwambia wewe mzee. Kwa hiyo sasa hivi unalilia mke wa watu, tena ni mjamzito kabisa. Huku nako Nicole anamuonea huruma sana Austin maskini. Anasema isingekuwa hii mimba, labda ningekuwa naye. Pele akamwambia msahau bana. Kwa sasa komaa tu na kulea mimba yako, sawa? Basi bana maisha yakaendelea. Kuna siku washikaji wako ndani, mara wakasikia kuna mtu anagonga mlango kwa nguvu. Ethan kwenda kucheki, akakutana na Jackie na ujauzito wake. Unafanya nini hapa wewe? Nimekuja kukuona wewe na kupigia simu nyingi upokei. Unatakiwa kuondoka bana. Ethan, tunatakiwa kuongea. Hakuna la kuongea, kofi. Kisha akaingia ndani na akausema ukweli wote kwa Nicole. Nicole naye akamweka kofi Ethan. Sasa kumbe ile siku Jackie alivyoenda kwa Ethan na akaanza kujilegeza, kumbe alimpaga tendo bana. Na alimtegea siku za hatari, hivyo mimba ikanasa kirahisi mno. Pia Jackie akasema ukweli mwingine kwamba yeye ndo aliziweka zile picha kwenye boksi ile siku ya harusi. Nicole akajiona bonge moja la mjinga kumpa nafasi tapeli mara mbili. Na hapo akaanza kuhisi maumivu. Hivyo akamwaisha hospitali na akajifungua salama mtoto wa kike. Mchizi akupewa tena nafasi hata ya kumjulia hali tu mzazi mwenzake. Basi bana miezi mitatu baadaye Nicole akakutana tena na Austin. Mchizi akawa anamshukuru tu Nicole kwa msaada wake. Sasa hivi anafanya kazi na kampuni kubwa tu hapa mjini na maisha ni mazuri na asingeweza kufika hapa bila yeye. Pia akamuuliza Nicole kwa upande wake maisha yakoje sasa hivi. Nicole akasema maisha ni mazuri tu na aliachana na Ethan, wamekuwa wazazi wenza tu kwa sasa. Mchizi akasema okay, nimekumisi sana. Mchumbi naye akasema nimekumisi pia. Kwa hiyo binti yako yuko wapi? Yuko ndani na mama, unataka kumuona? Ndio nataka. Basi wakanyanyuka kwenda kumuona mtoto. Na hapo ndio unakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Ashes and Light. Inaonekana kabisa kwamba hakuna doubt Nicole atamkubalia Austin ombi lake na waingie kwenye mahusiano. Inabidi tu tujaze wenyewe nafasi zingine zilizoachwa wazi, hatuna namna. Lakini kabla sijamaliza kabisa, naomba nikujuze kwamba kuna series nyingine kali sana na iposti kule E7 Max. Linki nimekuwekea hapo kwenye comments, fungua kwenye comments utakuta link. Bonyeza atakupeleka kule E7 Max, hakikisha umesubscribe kabisa ili episode ya pili ikipanda uweze kupokea notification kama unavyopokeaga hapa E7 Beats. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka, tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, E7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7 Beats. E7 Beats, E7 Beats. YouTube
YouTube channel ni moja tu, E7B.